Kurobosongo goika moja na kurosugusu goika iriani amoneze engima ano ka okonyora amangana amaye ayabene kurwa abagusi Global Radio engata ya mwanyagetingerega amato tukumanye. Na kusabahi mtazamaji popote pale ulipo, hizi ni taarifa za habari jinsi tulivyokuandalia kutoka AGR News. Kwanza ni muhtasari wake. Kaunti ya Baringo kuangusha mswada wa BBI na maandalizi ya hafla ya kumzika Nyachae yaendelea. Watu wengi wameuliwa tangu vita kuzuka Ethiopia, HRW yasema. Karibu kwa taarifa kamili. Mimi ni Masi Ontita. Watu 9 wamethibitishwa kuaga na wengine kuachwa na majeraha kwenye ajali iliyohusisha matatu na trela katika eneo la Gilgil, barabara ya Nakuru kuelekea Nairobi asubuhi ya leo. Kwa mujibu wa polisi, gari hilo lililokuwa limebeba abiria kupita kiasi lilikuwa linaelekea Nairobi liligongana ana kwa ana na trela iliyokuwa inajaribu kulipita lori lililokuwa linaelekea Nakuru. Kamanda wa polisi wa Gilgil, John Onditi, amesema kwamba watu 8 walikufa papo hapo na mmoja akafa baadaye akipokea matibabu. Waliojeruhiwa wanaendelea kupata matibabu katika hospitali za St. Joseph na St. Mary's Mission. Onditi pia ameongeza kwamba uchunguzi umeanzishwa kubaini chanzo cha ajali hiyo na vilevile kujua sababu za matatu hiyo kubeba abiria kupita kiasi. Tukiachana na taarifa hiyo, shughuli za kutayarisha hafla ya mazishi ya aliyekuwa waziri wa zamani Simeon Nyachae zinaendelea katika uwanja wa michezo wa Kisii, ambayo ni sehemu iliyochaguliwa na familia ya mwenda zake baada ya kusema kwamba sehemu iliyochaguliwa hapo awali katika uwanja wa Nyandusi ilikuwa ndogo. Hii inakuja siku moja tu baada ya ibada ya wafu ya Nyachae kuandaliwa hapo jana katika kanisa la Maxwell SDA jijini Nairobi, ambako wanasiasa kadhaa walihudhuria mkutano huo. Wanasiasa walimwomboleza Nyachae kama kiongozi aliyewatetea wananchi na kufanya kazi yake kwa bidii na taathma, kinyume ya yale ambayo tumekuwa tukishuhudia hapo awali. Katika mikutano mbalimbali, viongozi wote walitoa rambirambi kwa familia na matamshi ya kisiasa hayakushuhudiwa. And he would all the times keep on reminding me how I betrayed him. But he remained friends generally right through. So we are actually saying goodbye to a great Kenyan patriot. Tukisalia katika taarifa hiyo, wakazi wa Nyanturago katika kaunti ya Kisii walijitokeza na kulalamikia hatua ya kuhamisha mahala ambapo ibada ya mazishi ya Nyachae ingefanyika kutoka uwanja wa Nyandusi hadi uwanja wa michezo wa Gusii. Kulingana na familia yake, uwanja wa Nyandusi ni mdogo na hivyo itakuwa vigumu kuhakikisha sheria za Wizara ya Afya kuzuia maambukizi ya corona zinafuatwa. Mazishi ya hayati Simeon Nyachae yamepangwa kufanyika tarehe 15 wiki ijayo nyumbani kwake katika kijiji cha Nyosia, kaunti ya Kisii. Kwingineko, kaunti ya Baringo imekuwa kaunti ya kwanza kuangusha mswada wa BBI baada ya ghasia kushuhudiwa katika bunge la kaunti hiyo hapo jana wakati wa kujadili mswada huo. Baadhi ya wawakilishi wadi wa bunge hilo walitaka wananchi wapewe muda wa kutoa maoni yao kabla ya kupitisha au kuangusha BBI. Kufikia sasa, kaunti 3 zikiwemo Siaya, Kisumu na Homa Bay zimepitisha mswada huo. Kaunti ya Kisii iliafikiana kwamba wananchi watapewa muda wa kutoa maoni yao kabla ya kupitisha au kuangusha mswada huo. Hata hivyo, waandalizi wa mswada huo wanasema kuwa wana matumaini ya kupata kaunti 35 ambazo zitapitisha mswada huo ili kuwawezesha kuanzisha mchakato wa kuandaa kura ya maamuzi.
Na kimataifa, watu zaidi ya 83 wamethibitishwa kuuawa na maelfu kuwa wakimbizi katika mataifa ya kigeni tangu vita vilipozuka nchini Ethiopia. Kulingana na shirika la Human Rights Watch, mashambulizi yaliyofanywa na serikali ya Ethiopia yamepelekea uharibifu wa mali ya thamani ikiwemo nyumba, masoko pamoja na shule. Letitia Bader, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika hilo, amedokeza kwamba vikosi vya serikali ya Ethiopia vilitekeleza mashambulizi mengi kwa nia ya kuondoa waasi katika jimbo la Tigray. Kumbuka kwamba mwishoni mwa mwezi Novemba mwaka uliopita, Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alitangaza kumalizika kwa operesheni ya wanajeshi baada ya jeshi hilo kudhibiti mji mkuu wa Mekele. Hata hivyo, mashirika yanayotetea haki za kibinadamu yanasisitiza kwamba ukosefu wa usalama katika taifa hilo unazuia utendakazi wao. Ni hayo tu tumekuandalia kutoka kituo cha televisheni cha AGR. Mimi ni Masi Ontita. Ayunaro amaya atekire ntogendere kumanyia amange korwa AGR ekeumbu yomugusi.